Ujumbe nilionao unahusu kutengeneza njia zako. Ukisema kutengeneza njia zako, inawezekana njia zikawa zimeharibika. Huwezi kutengeneza kitu ambacho hakijaharibika. Kwa hiyo kuna kitu kinakuwa kimeharibika, ndio unaanza ukitengeneza. Sasa naposema kwamba kutengeneza njia zako, inawezekana kuna mtu mmoja Mungu ameona njia zake hazipendezi, zimeharibika. Anatamani mtu huyu aanze kugeuka kutengeneza njia zake kwa ajili ya mustakabali mzima wa kusubiri ile siku ya kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, yawezekana unajihesabia haki, unaona kama vile njia zako zimekaa vizuri, lakini Mungu akikutazama anaona njia zako hazijakaa vizuri. Maana yawezekana ukaona mbona wengine wakishakufa tunawekaga dua ya marehemu na misa ya marehemu wanaenda tu mbinguni. Hiyo huwa wanawekaga kuwatia moyo waliobaki. Anaenda mbinguni ajitengenezea maisha yake ya kwenda mbinguni akiwa bado yuko ndani ya mwili. Anaweza akawa ni Mungu mpumbavu sana, yaani uishi duniani varangati zote umefanya, alafu eti ukifa wewe umeacha huku, umeumiza watu, umetapeli, umeiba, alafu unakufa bado eti tunakuombea sisi wewe uende tu mbinguni. Sote hata tusingelikuwa tunaishi kwa haki, tungelikuwa tu tunafanya matendo yetu, tusubiri waje watuombee baadaye ya kufa twende mbinguni. Ile huwa wanawatia moyo wale waliobaki ili kuwafariji kujua ndugu yao kaenda mbinguni. Mtu wa Mungu, kuna sehemu mbili ambazo mwanadamu huwa anaenda akitoka katika mwili. Kuna sehemu mbili tu ambazo huwa zinaelekea. Sehemu ya kwanza ni mbinguni, sehemu ya pili ni jehanamu ya moto. Na jehanamu ya moto iko ni halisi kabisa, na mbingu ipo ni halisi kabisa. Unaweza kama mwili wako unakunang'ana zania hivi vitu ni figisu, walidanganya vipo, ila nakwambia hivi vipo hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaendaje kula ambapo ni mbinguni? Unaenda kwa kutengeneza maisha yako mapema. Wewe ambaye unatenda dhambi kwa makusudi, unafahamu hicho unachokifanya nakosea, ndio wewe unatakiwa kwanza kutengeneza. Wewe ambaye unatapeli, unajua hichi ni utapeli na ufanya huu ni changamoto, unatengeneza mapema. Wewe ambaye uko mahali hapo unanisikiliza kabisa, kwanza njia ipi nitengeneze? Yawezekana wewe kila siku ukiingia chumbani, bafuni, wapi unajichua, unatamani kwamba ukifa unajichua hivyo unaenda mbinguni. Nakwambia hiyo ni hora, huwezi kwenda. Lakini nitakupa cha kufanya sasa huko mbele. Yawezekana ukasema sasa mimi nataka niache hicho, naachaje? Naanzia wapi kuacha? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye uko mahali hapo, unajua unatembea na mke wa mtu, unajua unatembea na mke wa mtu kabisa, na umeganda kweli, utaki hata kuachia. Yaani umeganda kweli, yaani umeganda utaki kuachia. Ipo saa inakuja, hicho chenyewe kitakupeleka jehanamu ya moto. Wewe ambaye uko mahali hapa, ni binti, ni dada, uko mahali hapa, umetoa mimba mpaka unakaribia kutoa kizazi na hujageuka, yani mpaka umetoa zimekaribia kuisha, mpaka unakaribia na kung'oa kizazi kabisa. Unajua kabisa hicho unachokifanya unaweza kuona ni cha kawaida, lakini mbele za Mungu kimekuchafulia njia. Tengeneza. Mungu wetu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe sana. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, yawezekana ninaongea hapo unaona kama vile tumewazoea watu wanazungumzaka tu. Kwanza wanakuaga na njaa, wanakuaga na uhitaji tu, hao tunawajua, wamekosa cha kufanya. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, cha kufanya kitakosekana, kwa sababu hicho tunachokifanya ni Mungu amenituma kwa ajili ya hatima ya maisha yako. Mungu ni baba mzuri sana, anapenda watu wake, ndio maana anakuja kumtazalisha mtu ili aweze kugeuka kabla ya mambo yajaribika. Mungu anatupenda mno, ndio maana anasuhutisha mili ya watu ili waje kusema na wewe. Manaka angekuja yeye akaongea hivi, usingeweza kumwelewa. Lazima aingie ndani ya mtu aje kuzungumza na watoto wake. Wewe mbele za Mungu ni wa thamani sana, lakini anaona mambo unayoyatenda yatakufanya kukosa kuingia katika lile lango la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unavyojua, tulianza kusikiliza wanasema nyakati za mwisho, nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho ndo kama hizi tulizomo. Sio nyakati za mizaa, sio nyakati za kuchukulia vitu kawaida, sio nyakati za kuwa na kiburi cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tengeneza njia zako, mtu wa Mungu. Mambo yanaweza yakabadilika muda wote. Kuna mwingine anaweza ukajisifia kama mimi bado nipo sana. Lakini sikiliza nikwambie, tulikuwa tuna mtu mmoja tulimpenda hapa Tanzania, na wewe naamini ulimkubali baadaye, lakini mwanzoni wengine walianza hawajamkubali, ila kadiri siku zilizokuwa zinasogea hivi tukamkubali kinyama. Sema amina. Sasa tumeanza kumkubali na kumuelewa huyo jamaa, ndio umeme ukawa umekatika, kukata umeme. Sote tukashangaa, nchi nzima ikazizima mpaka leo namkumbuka. Yaani tamani angeshuka leo, lakini muda umeshaisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unatamani angeshuka leo, muda umeshaisha, muda umekuacha. Yule mtu, cha kushangaza, kwa nini nakupa historia yake kidogo, yule mtu alikuwa analindwa na mizinga yote, analindwa na usalama wa taifa, analindwa na vikosi vyote vya ulinzi vya Tanzania, vilikuwa vinamlinda. Yani mpaka barabarani alipokuwa anakatiza, hata bodaboda ukatizi, yani unazuiliwa mpaka yeye anapita kwanza. Yani ana ulinzi wa kila aina. Lakini mimi na leo tunavyozungumza sasa hivi, huyo mtu hatuko naye tena. Sasa swali la kujiuliza, kama huyo alikuwa analindwa na jeshi zima la nchi, usalama wote unamlinda na usalama wa kila namna wa kimwili, lakini tulikuwa bado tunamhitaji. Na zaidi ya yote, yule mtu alikuwa na mipango mizuri mno. Kumbe kuwa na mipango mizuri ni jambo moja, na kutimiza mipango ni jambo la pili. Yule mtu alikuwa na mipango mizuri mno, alikuwa na mipango kubadilisha hata jiji la Mwanza kuwa kama Uswizi, na alikuwa na spidi ya ajabu sana kwenye kufanya mambo. Yani ingelikuwa ni wewe, ni Mungu, ungesema bado aendelee kuwepo. Si kama unanielewa. Lakini ule mtu mpaka leo tutaongea, hatuko naye tena, pamoja na ulinzi aliyokuwa nao, hatuko nao tena. Lakini leo hii mimi na wewe unavyonisikiliza hivi, unaweza ukawa unasikia tunaongea kama hivi, unasikia watu wanahubiri, unavimba, yani wewe unaona kama vile tunapoteza muda, unaona kama vile wewe upo sana, unaambiwa tengeneza muda wote, unaweza ukachomoka kwenye mwili, unasema hapana, mimi bado nipo sana. Lakini hata cha kushangaza, hata mgambo nyumba ya pili hakujui. Yani ulinzi wako hata akimwili mgambo nyumba ya pili hakujui. Yule aliyekuwa analindwa na ulinzi wote wa taifa hayupo leo. Wewe hata mgambo nyumba ya pili, hata sungusungu wa mtaa kufahamu. Unavimba nini sasa? Kwa nini usiamue kugeuka tu ukaacha njia zako mbaya? Mungu wetu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe sana. Wapo watu wengi walikuwa ni maarufu, lakini leo tuko nao tena, ibaki historia. Inawezekana Mungu ametuma neno hili katika kivuko hichi. Kuna mtu anamuona kabisa wewe utoboi wiki ijayo. Yaani anaona kabisa Jumatatu utoboi. Ila wewe kwa akili zako unaona unatoboa. Lakini anaona utoboi Jumatatu ijayo. Tengeneza maisha yako mapema. Geuka, acha hiki, acha hiki. Wao unasema bado nipo. Unapanga mikakati ya mwaka kesho. Kupanga mikakati sio shida, lakini kuifikia yale malengo ni jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikuombe nikutazalishe. Mungu amenituma nikwambie utengeneze njia. Huwezi kujua saa wala dakika. Muda wote kuanzia sasa hivi unaweza mambo yakageuka. Muda wote kuanzia sasa hivi unaweza ukabadilishiwa jina, tukaongeza jina lingine kule ambao ulikuwa hujaongezewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni wewe kuamua. Sasa kuna mtu anajiuliza, mimi ni kweli mchungaji, ninafanya masturbation sana, ni kweli najichua, mimi ni kweli wadada nashindwa kuacha, mimi ni kweli fegi kubwa na ndogo zote zimenishinda kuziacha, mimi ni kweli ndio waume za watu nimeshindwa kuacha, napambana niache kwa akili yangu imeshindikana. Sikiliza nikwambie, ndio umepambana kuacha kwa akili zako zimeshindikana, lakini nataka nikuhakikishie Mungu aliyenituma hajashindwa kukubadilisha, kukutua huo mzigo ambao unakusumbua. Ndio maana kanituma kwa ajili ya kusaidia wewe akutue huo mzigo. Ndio maana anasema njooni kwangu wote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huwezi kuacha bangi, huwezi kuacha ulevi, huwezi kuacha sigara, huwezi kuacha wadada, huwezi kuacha kuonga kusokuwa na maana, huwezi kuacha hivyo vyote kujichua, huwezi kuacha vyote hivyo ambavyo wanavifanya wengine vya sirini, bila yeye mwenyewe Mungu kuachilia roho wake akakaa ndani yako akaanza kugeuza ndani ya moyo. Yeye ndio maana aliachilia roho wake. Yeye Mungu ni roho, anaachilia roho ili akubadilishe. Maana ile kiu inayokusumbua kufanya ule uovu mpaka unajichukia, yaani kuna vitu mwenyewe unavifanya mpaka unajichukia, ile kiu inayokufanya ufanye vile ni roho wa shetani huko ndani anakusukuma fanya. Sasa ili uweze kutoka kwenye hicho kifungo, unapokea roho mwingine mwenye nguvu ambaye anaitwa Roho Mtakatifu, anaingia ndani yako, anaanza kusukuma ile kiu mbaya, inaondoka. Unashangaa kiu njema ndio inaanza kuingia ndani yako, vitu vile vinaanza kuondoka. Mungu wetu asifiwe sana. Na yeye Roho Mtakatifu haingii kumbadilisha mtu kwa sababu ya dini, haingii kumbadilisha mtu kwa sababu ya dhehebu, haingii kumbadilisha mtu kwa sababu ya kabila. Yeye anakuja kwa aliyekuwa tayari akamwamini, halafu akakiri kwa kinywa chake, anaanza kumbadilisha, kumuondolea zile harakati mbovu ambazo anazifanya. Mungu wetu asifiwe sana.
Yeye hana upendeleo, ni kwa yeyote anayekubali kubadilishwa, na yeye anambadilisha. Kuna vitu unataka uviache, vimekushinda kuviacha, yuko tayari kukubadilisha. Anasubiri utayari wako, anasubiri utayari wako. Yeye Mungu sio dikteta, yaani Roho Mtakatifu huyo sio dikteta. Yeye anasubiri utayari wako ili akusaidie kubadilisha. Umeteseka mno. Yawezekana ni kijana huko hapa, hata na umaskini, kuungaunga kwa maisha uliko nako, umeonga mno. Si kwamba tu kwamba una hela, umeonga mno. Ukipata tu kidogo, ikiingia milioni moja, umeshapigiwa simu na wadada 4, umeonga, umerudi tena laki. Sasa huko kuonga hutaacha, kwa sababu ni kiu inaanzia ndani. Sasa nimekuletea kumalizia hiyo kiu. Wewe hujajua kuna siku unapanga mimi leo sinywi pombe, sinywi kabisa leo, sinywi. Ile ukipita bana, ngoja nisalimie tu kidogo washikaji hapo. Ukishaingia tu unaondoka na yote uliokuja nayo, umetoka nayo kibarua, unaiacha hapo. Unastuka imeshaisha. Aya, nilikuwa natamani. Aya, sasa nimekuletea kuondolea hiyo kiu ya ulevi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa unajiuliza, pasta huyo nampokeaje? Nimeteseka na hiyo kiu. Kiu zote ulizosema zimenitesa mno. Yaani nyumba yetu ya kupanga hii, ambapo napanga nyumba mimi, kila siku tu nategeshea hawajaingia bafuni, naenda kujichua. Nimeteseka mno. Nimejichua mpaka nimechoka, yaani nimejichua mpaka basi. Mpaka sasa hivi nikienda kukutana na mama, naanza kutafuta ile dawa ya kuongeza spidi kwa sababu ya kujichua. Nataka niache, nimejichua mno. Yupo ambaye nimekuletea, namaliza hiyo nguvu, hiyo kiu hiyo kiu mbaya katika jina la Yesu Kristo. Sasa wanasema nampokeaje? Biblia inasema ukiamini kwa moyo wako, ukakiri kwa kinywa chako, yeye anakaa ndani, anaanza kukubadilisha kuanzia ndani. Yawezekana umeyasikia maneno haya, unataka ubadilike, unataka akusaidie. Weka tu mkono wako kwenye moyo wako. Ni rahisi sana, ila ina maana sana. Weka tu mkono wako kwenye moyo wako, urudie tu maneno haya, itakusaidia. Ni kwa faida yako, sio lazima, ni hiari, ila itakusaidia. Urudie tu maneno haya. Hata ukirudia kimya kimya, unaweza kaa wengine jirani yako hataki asikie, lakini rudia hata kimya kimya, uamini tu. Nitaacha namba za simu, utakuja kunikumbuka siku moja. Sema mtumishi fulani alitumwa na Mungu kwa ajili ya jambo hili, aliliona Mungu linalonitesa, aliliona. Rudia tu maneno haya, sema: Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa neno lako. Nimelisikia na nimetambua ya kwamba umeniona. Umesema nitengeneze njia zangu, nami niko tayari kwa jina la Yesu. Bwana, leo hii ninakiri waziwazi ya kwamba ninamkataa ibilisi na matendo yake yote na kazi zake zote katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu binafsi katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu ambaye unabadilisha waliokataliwa na ulimwengu, walioharibiwa na dhambi, walioharibiwa na uovu, unawageuza kuwa watu bora, Niko tayari leo, Roho Mtakatifu, unigeuze kwenye changamoto ambayo najua naipitia. Najua umeniona, niko tayari unibadilishe. Geuza maisha yangu, ondoa kiu zote chafu ndani yangu, weka kiu njema yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tangu leo shetani una nafasi kwangu tena, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nyamaza sasa, ambayo umerudia maneno haya, nitamke maneno. Baba Mungu uliye mkuu, asante kwa ajili ya kijana huyu, baba huyu na dada huyu. Umelituma neno hili kwa kusudi. Nilikuwa sina mpango kabisa wa kuja hapa, ili umenisurutisha niweze kuja mahali hapa. Mungu, natambua kwa nini umenileta, kwa sababu kuna mtu mmoja ulimkusudia. Inawezekana kuna mwingine uliona wiki hawezi kumaliza wiki inayokuja. Mwingine unaona masaa 5 yajayo hata kuwepo tena duniani. Mwingine unaona kama bila kumsaidia hataweza kufanikisha hata maisha yake, hata kabla ya wewe hujauli kumchukua. Baba,
ninakurudishia shukurani. Nami wote uliambia kwamba popote atakaponituma, wote watakaolisikia neno lako na kulitii na kukiri neno hili ambalo umelituma na kukiri kwa kinywa chao wakaamini kwa moyo, niwabebe niwaweke mikononi mwako, nikiamini hakuna anayeweza kuwapokonya tena kwenye mikono yako. Nami nawabeba wote walioamini na wakakiri kwa kinywa chao na waweka mikononi mwako, Bwana, nikiamini hakuna kuweza kuwapokonya, katika jina la Yesu Kristo. Nikiamini kwako kuna ulinzi, nikiamini kwako kuna uzima, nikiamini kwako kuna kila aina ya baraka ambazo umeziandaa. Mungu, nenda kuwaonekanie kila mmoja mmoja katika jina la Yesu Kristo. Nafunga roho za mauti juu yao, nafunga mipango ya giza yote ya adui, roho za ajali, uharibifu ambao ulikuwa unapangwa na adui kuachilia juu yao. Nafunga hiyo milango ya ajali na uharibifu wa kila namna katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanaenda kupanda vyombo vya moto wanapotoka mahali hapa, naagiza malaika wa ulinzi wakatembee kwenye hivyo vyombo vya moto. Ulinzi wako Mungu ukaambatane pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Mwingine ambaye amepokea kwa kiu kubwa, uendelee kusema naye, mwingine katika ndoto, mwingine katika maono ya waziwazi. Asante Mungu liye hai, maana anaenda kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyekuwa na struggle kwenye eneo la kazi, biashara, uchumi, natangaza kufungua milango yake sasa, milango ya biashara, milango ya kazi, milango ya maongezeko. Yeyote aliyekuwa anakutana na chuma ulete na izima kuanzia sasa. Natamka maongezeko kwenye kila atakachokigusa kwa mikono yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mwenye pumzi useme amen. Mungu awabariki sana na neema ya Mungu yafunike katika jina la Yesu. Majina yangu nimeshatambulisha, lakini kama unahitaji ushauri, maombi na maombezi, ndugu na jamaa, hata kama yuko nje ya nchi, nje ya mkoa, anaumwa, amesumbuka, ametumia dawa, amechoka, namba ya simu itakusaidia. Ni kwa yeyote, maombi hayajalishi dini gani wala nini, ni yeyote itakusaidia. Hiyo itakusaidia. Yawezekana umewazoea, nasema nakutanaga nao tu watu kama hawa, hujajua kinachoendelea. Mungu akusaidia, akufungue macho. Nataja namba ya simu, itakusaidia kwenye chochote, iwe ni kazi, biashara, chochote tu, chochote. Namaliza kusema hivi, dawa ni maombi, ilizi ni mzigo. 0686886110. Narudia tena 0686886110. Narudia tena 0686886110. Namba nyingine 0619096990. 0619096990. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amen.